tumeweza kupata kibali machoni pake tuwe hai, maana uhai wetu upo katika mikono yake. Yeye ndiye Mungu ambaye tumekuja kumtangaza mbele yenu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye wivu, Mungu mwenye hasira na Mungu mwenye nguvu zote. Mungu huyu ni Mungu asiyeshindwa na Mungu ambaye kwenye mkono wake hakuna mtu anayeweza kwenda kuokoa. Msomaji, ndio nisaidie Kumbukumbu la Torati 32:39 tuweze kumjua Mungu, ili tukiwa tunaongea maneno ya Mungu tuweze kusikiliza kwa makini. Soma hapo. 32:39 kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati. Unasema ndio, fahamu sasa ya kuwa mimi, naam, mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Naua mimi, nauisha mimi, nimejeruhi, anajeruhi, tena naponya, wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Rudia. Wala hakuna awezaye kuokoa katika mkono wangu. Rudia. Wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Kwa hiyo huyo ndiye Mungu wa Biblia na ambaye tumekuja kumtangaza hapa. Kama umeshawahi kumkosea mtu yoyote, basi chunga sana usije kumkosa Mungu, kwa sababu hakuna atakayeenda kukutetea katika mkono wake, wala hakuna atakayemlaumu, kwa sababu yeye ndiye ana ruhusa ya kuua. Katika Biblia ukisoma kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, utakuta sehemu nyingi kuna maafa na matukio mbalimbali, lakini Mungu ndiye aliyeua viumbe vingi zaidi kuliko hata mwanadamu wala kuliko hata shetani. Kwa nini? Mungu ndiye mwenye mamlaka ya kuua. Hata utakapokufa wewe usije ukaenda kumlaumu Mungu. Kama Mungu alikuua, basi usije ukamlaumu Mungu bana, kwa nini ameniua? Mungu anaruhusa kukuua kwa sababu kama pumzi alikupa yeye, hana kuulizwa kwa nini unaitoa hiyo pumzi kwa huyo mtu. Kwa hiyo Mungu wetu ni mkuu sana na ndiye anaipaswa kuheshimiwa. Amina. Ukirudi utakuja tu utakaa pale, swali utauliza. Sasa leo tumekuja na ujumbe tuliokuja nao leo ni kama tulipoanzia, na leo tunakuja kumalizia ujumbe huu. Tunaenda kumalizia katika unabii, kwa sababu Mkristo yoyote ukienda kanisani unatakiwa ujue unabii wako wa Biblia unasemaje. Zingatia, sio manabii, ni unabii. Unabii ndio ambao kwenye kanisa unaopaswa kuhubiria hata nyakati za mwisho, kwa sababu unabii ndio mwanga ambao sisi tunaopaswa kuangalia. Unabii unasema nini? Kuna uongo mwingi sana makanisani na kuna mambo mengi sana mafundisho ya uongo ambayo yanaendelea, lakini tukiangalia unabii ndio utakao tuongoza na kuijua kweli ya Mungu. Msomaji, ndio kuna watu wanasemaga unabii hasa wa kitabu cha Ufunuo ni kana kwamba huwezi kujua kwa sababu maneno yaliyoandikwa pale ni magumu. Sisi tutayasema wazi na tutayapima kwa maandiko, na ndivyo itakapokuwa imeandika tutayathibitisha. Hebu nisomee Ufunuo wa Yohana 1:3 tuone haya mambo yaliyoandikwa kwenye Ufunuo wa Yohana hayafahamiki au yanafahamika. Soma hapo. Ufunuo wa Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 3 unasema, heri asomaye wao wasikia maneno ya unabii huu. Kumbe kuna wanaosoma na wanaosikia. Kwa hiyo wote wana heri. Endapo unasikia au umesoma maneno ya unabii wa kitabu cha Ufunuo, wewe una heri, kwa sababu yaliyoandikwa humo ndio nyakati zetu za mwisho. Endelea. Inasema na kuyashika yaliyoandikwa na kuyashika yaliyoandikwa humo. Watu wasemaga ni kitabu cha Ufunuo kina mambo magumu, sio kifahamiki. Hicho kitabu cha Ufunuo kina mambo ya ukweli ya Mungu, na ndio kimebeba jumbe zote za historia tangu kanisa linapoanza mpaka litakapomalizia. Sasa tunachokuomba utege sikio lako kutufundisha. Kwanza, nisomee Timotheo wa pili 1 yake ni ya 19. Tupate msingi wa kwanza kusoma unabii. Unabii unataka kusoma vipi? Tupate msingi. Timotheo wa pili 1:19. Timotheo wa pili 1:19. Maana unabii wengi wanadanganya. Kwa sisi tutaangalia unabii tunapaswa kusoma vipi, katika namna gani. Soma hiyo. Timotheo wa pili 1:19 hapa inaisha 18. Timotheo wa kwanza wa kwanza inaenda wa kwanza 2:19. Wa kwanza 2:19. Wa kwanza 2:19 inasema unasema ndio. Maana tunatakiwa kusema kile ambacho kimeandikwa. Hatutakiwi kusema kwa kufuata maneno yetu au kwa kile tunachokielewa.
Biblia na Biblia pekee ndio msingi wetu. Msomaji changamka, maana muda unaenda. Mtajibana wenyewe. Timotheo 2:19 nasema. Timotheo 2:19 soma. Lakini msingi wa Mungu ulio imara unasimama. Wenye muhuri hii. Bwana wajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na uache uovu. Hapana, Timotheo wa ngapi? Soma mstari 20 tuone. Inasema, basi katika nyumba kubwa. Unasoma Roma hapo. Timotheo wa 2:19. Timotheo wa 2:19. Inasema ni walimu. Mkijua neno hili kwanza, hapana unabii upasao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu, kwa sababu unabii haukuletwa kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena iliyotoka kwa Mungu. Soma kama umefika. 19. Changamka msomaji. Inasema Petro wa kwanza 1:20. Petro wa pili 1:20. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Kwa nini? Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Soma kuanzia 18, anza 18 pia. 18 inasema, na sauti hiyo sisi tulisikia kutoka mbinguni. Inaposema nasi, mimi naenda 19. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza. Wafanya vema. Kwa nini? Mpaka taa utakapopambazuka, na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Amina. Kwa hiyo unabii ni msingi wetu. Sasa huwa kuna historia ya kanisa nataka niiseme kidogo, ambayo ilitokeaga miaka zamani. Maana Mungu na watu wake, yeye kwa mfano huo anasema ni kana kwamba yeye ndio mume kwao na watu wake ni kanisa ambalo ni mwanamke. Kwa hiyo Mungu anapokuwa na watu wake, wale watu wake wanakuwa ni mke kwake. Sasa kulikuwa na mke wa zamani wa Mungu ambaye huyo ndio alikuwa kanisa la Mungu. Huyo mke yeye aliweza kumkosa Mungu mara nyingi zaidi. Mungu alimsamehe, lakini hakuweza kujifunza na aliweza kukosea mpaka Mungu alipoamua kumwacha. Sasa huyo mwanamke tenda kumsoma leo. Hebu kwanza nisomee Isaya. Soma Isaya 54 aya yake ni ya kwanza hapo. Nenda chapu. Isaya 54 aya yake ni ya kwanza. Inasema, imba wewe uliyetasa. Wewe usiyezaa. Panda sauti yako kwa kuimba. Piga kelele. Wewe usiyekuwa na utungu. Sasa haya maneno anaambia mwanamke kwamba aimbe aliyetasa, wewe usiyezaa, wewe usiye na utungu. Sasa mtuone mstari wa 5 anasemaje hapo? Mstari wa 5 unasema, inasema kwa sababu muumba wako ni mume wako. Rudia. Muumba wako ni mume wako. Rudia. Muumba wako ni mume wako. Kama wewe unajijua ni kiumbe, basi aliyekuumba ni mume wako kwa mujibu wa Isaya 54:5. Hebu rudie tena. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Rudia. Muumba wako ni mume wako. Endelea. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Rudia. Mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Kwa hiyo Mungu anajitambulisha yeye ni mume kwa wale aliowaumba. Sasa ni mtakatifu wa Israeli ndio jina lake. Sasa huyo ndiye Mungu ambaye alikuwa na mke wa kwanza. Huyo mke wa kwanza alikuwa ni kanisa la Israeli. Hebu soma mstari wake ni wa 6 hapo. Msoma. Maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni. Kwa hiyo Israeli Mungu anaita ni kama mke. Hayo ni mambo ya kiunabii. Kiunabii watu wa Mungu ni mke wa Mungu, maana mume ni muumba wako. Unaona? Kwa hiyo hayo ni maandiko matakatifu yanayosema katika hali ya kiunabii. Sasa hebu tuangalie huyu mke wa Mungu ambaye zamani Mungu alimtukuza na kumweka sehemu pa juu sana. Alimfanyia nini Mungu mpaka Mungu akaanza kumwacha ambaye ni mke wake? Hebu soma Ezekieli 16 utaanzia 1 mpaka 42. Tunaenda taratibu sana kuona makosa ya huyu mke wa Mungu ambaye zamani alikuwa ndo kanisa lake
Zamani alikuwa ndo mtumishi wake, zamani alikuwa anamwangalia yeye, na kwa mfano wake yeye sisi tungepaswa kuokolewa wote kwa njia ya usalama, wala haikumpasa hata Kristo kuweza kupata au apata au kumfanyia vile, inabidi wafanyie vile watu wa Rumi, lakini wao ndio wakahusika kumfanyia Yesu vile. Soma hapo Ezekiel kuanzia 1 mpaka 42. Tunaanza taratibu twende. Inasema neno la Bwana likanijia tena kusema, wanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi, ndio asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanaani, mmoja aliyekuwa baba yako na mama yako aliyekuwa Mhiti, na katika habari ya kuzaliwa kwako siku ile uliyozaliwa kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe kabisa, hukutiwa chumvi hata kidogo, Israeli, wala hukutiwa katika nguo kabisa, taifa la Israeli, hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo ya hayo kwa kuhurumia. Subiri hapa, Mungu anaeleza jinsi alivyoiokota Israeli katika mazingira magumu. Israeli ilikuwa ni haifai, ni taifa ambalo kwanza lilikuwa litamaniki na lilikuwa halina mtu wa kulimiliki. Hilo taifa lilikuwa lipo. Mungu ndo akalianzisha na akalifunulia kwamba alilianzisha. Ndio kusoma inasema lakini ulitupwa nje wa ndani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Ndio nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigaagaa katika damu yako. Mungu alipopita karibu na wewe Israeli ambaye ametupwa, akaona anagaagaa, akafanyaje? Inaendelea kusema damu yako. Na nikuambia ujapokuwa katika damu yako, ndio uwe hai. Kwa hiyo Mungu ndo akaweka hai taifa la Israeli. Endelea. Na nikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai, na nikufanya kuwa maelfu kama mimea ya mashamba kabisa, ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa, ukapata kuwa na uzuri mno. Ndio matiti yako yakaumbwa, nywele zako zikawa zimeota. Ndio hapo nywele zako zikawa zimeota. Rudi nyuma. Inasema ukapata kuwa mzuri mno, akapata kuwa mzuri mno, matiti yako yakaumbwa, nywele zako zikawa zimeota. Endelea. Lakini ulikuwa uchi, huna nguo. Basi nilipopita karibu nawe, zingatia maneno. Mungu alipopita karibu na Israeli akafanyaje? Nikakutazama. Wakati wako ulikuwa wakati wa upendo. Wakati wako ulikuwa na wakati wa upendo. Nikatandika upindo wa vazi langu juu yako. Rudia. Nikatandika upindo wa vazi langu juu yako. Kwa hiyo Israeli ilikuwa uchi, Mungu akaenda kuivalisha nguo. Hiyo nguo tutaenda kuangalia ni nini kwa mujibu wa maandiko. Endelea mbele. Nikakufunika uchi wako. Naam, nalikuapia nikafanya agano nawe. Ndio asema Bwana Mungu. Ukawa wangu. Kisha nikakuosha kwa maji. Nikakuosha kabisa damu yako. Nakuosha kabisa damu yako. Nikakupaka mafuta, nikakuvika nguo ya taraza, ndio nikakupa viatu vya ngozi ya pomboo. Endelea. Nikakufunga nguo ya kitani safi kiunoni mwako, nikakufunika kwa hariri, ndio nikakupamba kwa mapambo pia. Akamlemba vizuri sana Israeli, ikawa taifa inayotamanika. Endelea. Nikakutia vikuku mikononi mwako, na mkufu shingoni mwako, ndio nikatia hazama puani mwako. Endelea. Na pete masikioni mwako, ndio na taji nzuri juu ya kichwa chako. Endelea. Hivyo ulipambwa kwa dhahabu na fedha. Alipambwa kwa dhahabu na fedha. Endelea. Na mavazi yako yalikuwa ya kitani safi, na hariri na kazi ya taraza. Ulikula unga mzuri, ndio na asali na mafuta. Nao ulikuwa mzuri mno. Ulikuwa mzuri mno. Ukafanikiwa hata kufikiria hali ya kifalme. Kwa hiyo Israeli ikafikiria kwa hali na kifalme. Israeli mpaka ikaanza kuwa na wafalme kama vile Daudi, Suleiman, ni wafalme wakubwa ambao ni wafalme wa kidunia. Israeli ilipangwa, lakini iliokotwa katika mazingira ambayo hayafai. Basi Mungu akasema mimi ndo mume wako. Endelea mbele. Inasema sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako, kwa maana ulikuwa mkamilifu. Kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia, asema Bwana Mungu. Endelea. Lakini uliutumainia uzuri wako. Rudi hapo. Lakini uliutumainia uzuri wako. Unaona, hicho ndio chanzo kinachoanza hapo. Pale ambapo mwanamke anapopambwa, anapokuwa mzuri, anapotumainia uzuri wake, hapo ndipo chanzo cha matatizo. Endelea. Ukafanya mambo ya kikahaba. Rudia. Ukafanya mambo ya kikahaba. Rudia. Ukafanya mambo ya kikahaba. Akajiona mzuri akafanya mambo ya kikahaba. Endelea. Kwa sababu ya sifa zako ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita. Endelea.
Inasema ulikuwa wake, ukatoa baadhi ya mavazi yako, ndio ukajifanyia mahali palipoinuka palipopambwa kwa rangi mbalimbali, ukafanya mambo ya kikahaba juu yake. Rudia tena. Ukafanya mambo ya kikahaba juu yake. Huyu ni Mungu anatuambia kuhusu taifa la Israeli alipoitoa mpaka inapomwasi. Endelea mbele. Mambo kama hayo hayatakuja wala hayatakuwako. Pia ulivitoa vyombo vyako vya uzuri. Ulivitoa vyombo vyako vya uzuri. Yaani vile alivyopewa na Mungu vyote akavitoa. Akaanza kufanyaje? Vya dhahabu yangu na vya fedha yangu nilivyokupa, ukajifanyia sanamu za wanaume. Rudia. Ukajifanyia sanamu za wanaume. Za wanaume za wanaume. Ina maana akaanza kuwa na wanaume wengi. Akaanza kuwa na wanaume wengi. Lakini alikuwa na mume ambaye alimpa vitu, yeye akavichukua vile vyombo vyote akaanza kujifanyia wanaume wengi. Endelea mbele. Ukafanya mambo ya kikahaba pamoja nazo. Ukafanya mambo ya kikahaba pamoja nazo. Tutaangalia huu kahaba ni nini. Endelea mbele. Ukatoa nguo zako za kazi ya taraza, ukawafunika. Ukaweka mafuta yangu na uvumba wangu mbele yao. Ndio. Mkate wangu niliokupa, zingatia hilo neno, mkate wangu, unga mzuri na mafuta na asali, ndio nilivyokulisha, ukaviweka mbele yao viwe harufu ya kupendeza. Endelea. Na ndivyo vilivyokuwa, asema Bwana Mungu. Endelea mbele. Inasema pamoja na hayo ulitoa wana wako na binti zako ulionizalia, ukawatoa sadaka kwao ili waliwe. Endelea. Je, mambo yako ya kikahaba ni kitu kidogo tu? Endelea mbele. Hata ukawaua watoto wangu. Ukawaua watoto wangu. Hao watoto ni watu waliotumwa kwa taifa la Israeli, manabii, ili waua wote ambao walikuwa watoto wa Mungu. Endelea. Na kuwatoa na kuwapitisha motoni kwa hao. Endelea. Na katika machukizo yako yote na mambo yako ya kikahaba, hukuzikumbuka siku za ujana wako. Hukuzikumbuka zile siku ulizookotwa. Hukuzikumbuka zile siku ambazo ulikuta ukiwa, ulikuta na damu, ukaogeshwa, ukanawishwa, ukapaka mafuta, ukavishwa nguo nzuri, ukalembwa, ukapewa kila kitu. Endelea mbele. Ulipokuwa uchi, una nguo, ukigaagaa katika damu yako. Ndio. Ukigaagaa katika damu yako. Endelea. Tena ikawa baada ya uovu wako wote, ole wako, ole wako, asema Bwana Mungu. Aya ngapi hiyo? Hii ya 23. Twende mpaka 42 hapo. Tunataka kupata kisa kizima kwa sababu ndio msingi wa leo tunakuja kusema unabii hapa unamaanisha nini. Twende mbele. Inasema ulijengea mahali palipoinuka, ukajifanyia mahali palipoinuka katika kila njia kuu. Ndio. Umejenga mahali pako palipoinuka kwenye kichwa cha kila njia, ukafanyia uzuri wako kuwa chukizo. Ndio. Ukatanua miguu yako kwa kila aliyepita karibu. Rudia. Ukatanua miguu yako kwa kila aliyepita karibu. Mke wa Mungu huyo, kila anayepita karibu anatanua miguu yake, ambaye ni taifa la Israeli lilichaguliwa na Mungu, lakini alikujali kwamba Mungu ana wivu kwake, likawa kila anayepita linamtanulia miguu. Yaani ilikuwa liko tayari sana, walipo wazi sana kuacha uongo, kwa sababu kila anayepita, yaani kila neno linalokuja na mafundisho yanayopita lenyewe linachukua na kuweka ndani wakati mume yake hataki. Endelea mbele. Ukaongeza mambo yako ya kikahaba. Tena umezini na Wamisri, jirani zako, wakuu wa mwili. Ukaongeza mambo yako ya kikahaba ili kunikasirisha. Endelea. Tazama, kwa ajili ya hao nimenyosha mkono wangu juu yako. Ndio. Nami nimelipunguza posho lako na kukutoa kwa mapenzi yao wanaokuchukia. Endelea. Binti za Wafilisti walioyaonea hayo mambo yako ya washerati. Endelea. Pia umefanya mambo ya kikahaba pamoja na Waashuri. Endelea. Kwa sababu ulikuwa uwezi kushibishwa. Ndio. Na umefanya mambo ya kikahaba pamoja nao. Ndio. Wala hujashiba bado. Ndio. Pamoja hayo umeongeza mambo yako ya kikahaba katika nchi ya Kanaani. Endelea. Mpaka Ukaldayo, wala hujashibishwa. Kwa hiyo jinsi moyo wako ulivyokuwa dhaifu, asema Bwana Mungu. Ndio. Ikiwa unafanya mambo hayo yote, kazi ya mwanamke mzinzi. Kazi ya nini? Ya mwanamke mzinzi. Rudi hapo. Inasema ikiwa unafanya mambo hayo yote, kazi ya mwanamke mzinzi. Kwa hiyo Israeli ikawa ni mwanamke mzinzi, yani mwanamke wa Mungu aliyokuwa na zini, ajitafutia miungu yake, vile vitu ambavyo amepewa na Mungu aweze kujivika na kujibalisha, yeye akavichukua akatengeneza sanamu za wanaume. Sasa kanisa la leo limerudia haya mambo. Kanisa la leo limerudia haya mambo. Tutaenda kusema kwa nini. Endelea mbele. Inasema
apendaye kutawala watu. Anapenda kutawala watu, ilikuwa ni dosari yake. Endelea. Kwa kuwa wajijengea mahali pako pakuu penye kichwa cha akajitengezea mahali pake pakuu, yani si anapata pale pa Mungu anajitengezea pa kwake yeye. Endelea. Na kufanya mahali pako palipoinuka katika kila njia kuu, lakini hukuwa kama kahaba, kwa maana ulidharau kupokea ujira. Mke wa mtu azinie, akaribishe wageni badala ya mumewe. Ni nani huyo? Huyo ni kahaba. Huyo ni kahaba. Kwa hiyo taifa la Israeli lilifanya ukahaba kwa kumwacha Mungu. Endelea. Watu huwapa makahaba wote zawadi, bali wewe unawapa wapenzi wako wote zawadi zako. Basi ishia hapo. Haya ni maneno ya zamani ambayo yaliandikwa yakitabiria Israeli ilipofanya mpaka Mungu pale akaanza kuiacha. Hebu soma Yeremia 3 aya yake ni 20. Mungu alipoona taifa la Israeli limeanza kumtengenezea miungu mingine akaliacha. Mungu ukimfananisha na miungu wengine, anaacha hiyo kanisa, anaacha huyo mwanamke. Hawezi akawa na mwanamke mwenye mume mwingine. Hata wewe ndugu yangu unaweza kukubali kuwa na mume na mwanamke mwenye mume mwingine? Tena sio mume, ana waume wengi. Wote wana makosa gani hapo? Huwezi kukubali. Ndipo hata hivyo kwa Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Hebu soma hiyo Yeremia 3 aya yake ni 20. Inasema, hakika kama vile mke amwachavyo mumewe kwa hiana. Rudia. Hakika kama vile mke amwachavyo mumewe kwa hiana, ndivyo nitenda mimi kwa hiana. Kwa hiyo kama vile mke amwachavyo mumewe kwa hiana, ndivyo taifa la Israeli liliweza kumwacha Mungu. Kwa hiyo taifa la Israeli lilianza lenyewe kumwacha Mungu. Haya ni mambo ya kiunabii ambayo alinenwa kwamba mke wa Mungu alimwacha Mungu mwenyewe na akaanza kujiingizia miungu mingine migeni ambaye ndiye ikawa wamezao, yani wamezao, maana ni wengi. Kwa hiyo huu ni unabii ambao umeandikwa miaka ya zamani sana, lakini sasa leo pia kuna kanisa la Mungu jingine. Kwa sababu gani? Ukisoma, hebu soma kwanza Mhubiri moja yake ni ya 9. Au samani kama hujasoma hiyo, hebu nipe Wagalatia kwanza, Wagalatia 3 aya yake ni ya 7. Maana Mungu alipoliacha ile taifa la Israeli akajitafutia Israeli nyingine, hiyo ndo akaita kibali na kwamba wawe watu wake, wawe wake zake, yani iwe mke wake. Hilo kanisa la leo ambalo ndio lililopewa na Mungu mamlaka, na kanisa limekuwa Israeli kwa sababu Mungu alianzisha kuwa Israeli. Hebu soma hiyo Wagalatia 3 yake ni ya 7. Unasema fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Hao ndio wana wa Ibrahimu. Taifa la Israeli lilikuwa wana wa Ibrahimu, lakini sasa hivi tunaambia walio wa imani, yani imani ya sasa hivi, hao ndio wana wa Ibrahimu. Na kama ni wana wa Ibrahimu ni taifa la Israeli. Msoma Galatia 3:20, endelea kwa 28 na 29. Galatia 28:29 inasema 3:28-29. Ndio. Hapana Myahudi wala Myunani. Hapana Myahudi wala Myunani. Hapana mtumwa wala huru. Wala mtumwa wala huyu. Hapana mume wala mtu mke. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Rudia. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Endelea. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kwa hiyo sisi wa Kristo wa leo ndio Israeli ya sasa. Sisi wa Kristo wa leo ndio Israeli ya sasa. Sasa je, tuangalie haya mambo kwa nini yaliandikwa? Je, leo yanaweza kujirudia au inakuwaje? Hebu soma Mhubiri 1:9 kwanza tupate msingi. Maana haya mambo yaliandikwa ili kutufundisha. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini sana. Pale kanisa linapoacha Mungu wa kweli, linapogeukia miungu, ndipo linadondokea kuwa kanisa asi na kanisa ambalo Mungu alitambui. Soma hapo. Mhubiri 1:9 inasema, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwa. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwa. Na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Rudia. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Rudia. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Kwa hiyo usitegemee kama kuna jambo jipya litakayotokea ambalo halijawahi kutokea zamani, kwa sababu Mungu alishanena na manabii, hicho kitabu akikamilisha na akafunga hapo, kimeishia hapo. Yatakayotokea hata corona tunajua ilipotoka, yatakayotokea hakuna jambo jipya chini ya jua. Wewe rudi soma Biblia utakuta kuanzia Uislamu ulipotokea huko mule tunaojua chimbuko lake. Tena kesho ni Jumapili kesho kutwa katika kusanyiko letu tuna mdahalo na Waislamu, tuna mada tata za Waislamu tunajadili nazo.
kwamba je, Biblia na Qur'ani kipi kitabu cha Mungu? Mdahalo pale kwa Dawaso Ndegeta pale ndio kuna kusanyiko letu. Tunawakaribisha Waislamu wote unajua ni Muislamu. Tuna mjadala Jumapili. Tukimaliza mkutano tutakualika na kukukaribisha. Hatuogopi hoja ya mtu yoyote kwa sababu kweli ya Biblia ndio msingi wetu na umemaliza. Sasa msomaji atakuwepo Kisidei, atakuwepo Sheikh Kisidei ambaye yeye anaaminika kutoka Kongo, na wenzake. Atashirikiana na ustadhi gani anaitwa huyu? Nimemsahau jina lake. Ni huyu shehe anayefahamika maarufu hapa. Tutakuwa naye. Hiyo ni kesho, ni Jumapili samahani. Sasa msomaji, tunapaswa kuona kwamba taifa lilimwasi Mungu ambaye lilikuwa ni mke wa zamani, si ndio? Ndio. Sasa tuangalie hili la leo, je, bado lipo kwenye misingi au limepotea? Lakini kuna unabii ambao ushaandikwa na huo nabii hatupasi kufanyia masiala. Hebu soma Isaya 1. Isaya 4, nenda Isaya 4, anzia yake ni ya kwanza pale. Isaya 4:1. Isaya 4:1. Inasema ndio, na siku hiyo yani wanawake saba watamshika mtu mume mmoja. Ndio. Wanawake saba watamshika mtu mume mmoja. Ndio. Wanawake saba watamshika mtu mume mmoja. Wakisemaje wanawake? Wakisema tutakula chakula chetu. Rudia. Tutakula chakula chetu. Rudia. Tutakula chakula chetu. Na kisha na kuvaa nguo zetu wenyewe. Kwa hiyo tunaona unabii katika Isaya 4:1 kwamba unasema kuna siku hiyo wanawake saba watamshika mwanaume mmoja wakimwambia tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu, halafu lakini tuitwe tu kwa jina lako utuondolee aibu yetu. Kwa hiyo hao wanawake wanataka kusiliwa kwa kuitwa jina la yule mwanaume ili waondokane na aibu yao kuwa wao huenda ni wapagani au ni wanawake wasioolewa ambao wako kwenye ndoa. Maana sifa ya mwanamke aliye na sifa njema ni yule aliye kwenye ndoa. Huyo ndiye mwanamke aliyeheshimika. Kama uko kwenye ndoa, hiyo ni aibu kubwa sana. Mwanamke aliye kwenye ndoa anaheshimika. Sasa tunaona unabii katika Isaya 4:1. Kuna wanawake saba watamshika mwanaume mmoja wakimwambia eti sisi tunakula vyakula vyetu, tutavaa nguo zetu, lakini tuite tu kwa jina lako. Hebu nikuulize mwanaume yule hapa. Mwanamke anakuja kukwambia nioe, lakini najipenda mtu mwenyewe ila tu niite mke wako. Yaani wewe hutafanya chochote kwa mbele, niite tu mke wako. Kama kuna mwanaume atakubali anyoshe kidole juu. Kama kuna mwanaume atakayekubali anyoshe mkono juu. Kwamba huyo mwanamke wewe unamuoa lakini ataitwa tu kwa jina lako, lakini mambo mengine yote anajifanyia mwenyewe na hataki kuwa na uhusiano na wewe kabisa, lakini aseme tu kwa sababu mimi ni mke wa fulani, basi hiyo inatosha, lakini vingine vyote kila utajua mwenyewe. Kama mtu mwanaume anaweza kukubali hilo, anyoshe mkono juu. Haiwezekani. Sasa huu nabii ndio mambo yaliyotokea leo. Mngesema namba 7 katika unabii, namba 7 ni ukamilifu wa Mungu. Maana Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6, sikafanya ya 7 akakamilisha mambo yako yote. Kwa hiyo unabii namba 7 ni namba ya Mungu. Kuna maandiko ya kudhibitisha, ila kwa ajili ya hiyo najua twende mbele msomaji. Sasa je, hao wanawake kwanza, mwanamke ni nini kwa leo? Mwanamke leo inasemekana ni nini? Hebu nisomee Wakorintho wa kwanza. Wakorintho nenda wa pili 11 aya yake ni ya pili. Tunataka kuangalia mwanamke ni nini. Maana kuna unabii umesema kuna wanawake 7 watamshika mwanaume mmoja wakisema tunataka kuvaa tu nguo zetu, tutakula chakula chetu, lakini tuende tu kwa jina lako. Basi soma hiyo Wakorintho wa pili 11 yake ni ya pili, nasemaje? Inasema maana nawaonea wivu. Na Paulo huyo ambaye alikuwa anaenda anawashuhudia wanafunzi wa Mungu na anawabatiza watu wengi sana, akasemaje? Wivu wa Mungu. Anawaonea wivu wa Mungu kwa kuwa naliwakosea mume mmoja. Kwa hiyo Paulo alikuwa akiwachukua watu na kufanya kuwa Kristo ni sawa na mkosea Mungu huyu aliye mmoja. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayejua wewe umeposwa kwa Mungu, wewe ni kanisa la Mungu. Kama tunaweza kudhibitisha tena, mimi nisomee Efeso 5 anzia yake ni 22 hapo mpaka 23.
Waefeso 5:22-23. Maana mke wa Mungu ni kanisa la Mungu na wewe ni mwanamke kwake. Hebu soma Efeso hiyo 5:22. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa hiyo mwanamke anapaswa atii waume zao kama kumtii Bwana wetu Yesu Kristo. Endelea. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Rudia. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Rudia. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Kwa hiyo Kristo ni kichwa cha kanisa. Huo ndio mfano ambao ni kama vile mume anapomuongoza mke wake. Hebu endelea mstari wa 20 ngapi hapo? Hebu 25 nenda hapo. Nasema enyi waume wapendeni wake zenu. Mwanaume anambia mpende mke wake. Kwa nini? Kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Rudia. Kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Akafanya nini? Akajitoa kwa ajili yake. Akajitoa kwa ajili yake. Nenda mstari hapo ni wangapi? Nenda mstari wa 28. Nasema nenda wa 30 kwanza. 32 au 31. 30. Inasemaje? 31 kwamba ana habari hizi na nenda kwa siri hiyo. 30 ngapi hiyo? 32. Siri hiyo ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Rudia. Siri hiyo ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hiyo inatutufundisha hapa kama vile habari za mke na mume zilivyo, ndivyo habari za Kristo na kanisa zilivyo. Na maana Kristo ni Bwana wetu. Kwa unaposema Bwana unamaanisha kweli Kristo ni Bwana wako. Yaani kumaanisha yule ndiye Mungu wako na aliyekuumba. Kwa sababu Yesu Kristo ni Bwana wa mwokozi wetu. Unapomkiri unamkiri kweli kwa kumaanisha kwamba ni Bwana kiongozi wako. Sasa msomaji, watu chanzo kutoka kwamba Kristo ni kanisa. Sasa hao wanawake katika Isaya wamesema watakula chakula chao na watavaa mavazi yao, waite tu kwa jina lao. Kwanza tujue jina la huyo Bwana. Huyo Bwana ni nani? Hebu soma kitabu cha Wafilipi 2 aya yake kuanzia ya 9, 10, 11 hapo. Inasema Wafilipi 2:9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Rudia. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Jina gani hilo? Ili kwa jina la Yesu. Kila goti lipigwe. Na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Kwa hiyo tunaona Mungu alimkirimia jina Yesu Kristo, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, yani kila mtu anyenyekee kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Ikiendelea kusema huko mbele nasema na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Rudia. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Amina. Kwa hiyo hilo ndilo jina ambalo wanawake wanataka kuitwa wake wa Kristo. Lakini je, tuone watajitafutia chakula. Chakula ni nini kiunabii? Ninaposema chakula inamaanisha nini? Msomaji? Ndio. Hebu nisomee Yohana 4. Fungua Yohana 4. Yohana 4 aya kuanzia 30 tupate context. Yohana 4 na ule mstari wa 30. Inasema nipo hapo. Yohana 4 na ule mstari wa 30. Tunataka kuangalia inaposema chakula kiunabii, maana wanawake wanajitafutia chakula na watajitafutia mavazi. Kwa tunaanza na chakula. Inasemaje hapo? Inasema basi wakatoka mjini, ndio wakamwendea. Ndio. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi, ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Rudia. Mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Rudia. Mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Kwa hiyo Yesu ana chakula ambacho hata akijua. Inaendelea mbele. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yaani Yesu ameletea chakula ambacho tuko naye hapa, anasema ana chakula wakati sisi tunaona hana, sisi tumekuwa tunao sisi ambaye tumpe ale. Endelea. Yesu akawaambiaje? Chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake yeye aliyenipeleka. Rudia. Niyatende mapenzi yake yeye aliyenipeleka. Kwa hiyo chakula cha Yesu ni kuyatenda mapenzi ya Mungu aliyempeleka. Hebu sema 6 Yohana anzia yake tena ni ya 31 hapo. Yohana 6:31. Yohana 6 na ule mstari wa 31 unasemaje? Inasema ndio, baba zetu walila mana jangwani, ndio kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Ndio Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, ndio siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, ndio bali Baba yangu anawapa ninyi chakula
cha kweli. Rudia. Bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli. Kwa hiyo Mungu anawapa chakula cha kweli ambacho anakituma kwa Yesu Kristo. Hicho chakula cha kweli ndilo ambayo neno la Yesu Kristo. Maana amesema ni chakula cha kweli. Kwani kweli ni nini? Kwanza nisomee kweli nisomee Yohana 17:17. Tunataka kuangalia hiyo kweli ni nini? Maana ndio chakula ambacho ni kweli. Hiyo kweli ni nini? Soma hapo. 17:17 Yohana. Inasema, watakase kwa ile kweli. Rudia. Watakase kwa ile kweli. Ndio. Neno lako ndio kweli. Rudia. Neno lako ndio kweli. Rudia. Neno lako ndio kweli. Kwa hiyo neno la Mungu ndio chakula ambacho ndio kweli. Kwa hiyo tunapata kuona kuna wanawake ambao watasema sisi tutakula chakula chetu na tutajirahisishia mavazi yetu, bali tuite tu kwa jina lako Yesu Kristo. Ndivyo ambavyo unabii unavyosema. Sasa je, mavazi ni nini? Mavazi ni nini? Msomaji? Ndio. Hebu nisomee tuangalie mfano ambao nisomee Marko. Fungua Marko 14 anzia yake 51 nafikiri hapo. Marko 14:51 tunaangalia na mavazi nayo ni nini? Maana hao wanawake wamesema kwamba watajitafutia mavazi yao pia. Hebu tuangalie mavazi ni nini? Soma hapo. Marko 14 ngapi mwalimu? Marko 14 aya yake ni 51. Inasema, na kijana mmoja alimfuata, ndio, amejitanda mwili wake nguo ya kitani. Rudia. Amejitanda mwili wake nguo ya kitani. Wakamkamata. Basi sasa kuna mtu aliyokuwa amejitanda nguo ya kitani. Kwa hiyo nguo ni mfano wa nguo ya kitani. Hebu soma Ufunuo 19 yake ni 7. Tuangalie hiyo nguo kiunabii ni nini? Maana wewe mwanamke anasema atavaa nguo zake. Sasa tuangalie hizo nguo ambazo zipo kwenye Biblia ni nguo gani? Soma hapo. Ufunuo 19 na ule mstari wa 7 niko hapo mwalimu. Inasemaje? 19:7 Ufunuo. Inasema, na tufurahi, tukashangilie, ndio, tukampa utukufu wake, ndio, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja, ndio, na mkeo amejiweka tayari, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri. Rudia. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri. Rudia. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri. Endelea. Ing'arayo safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni nini? Matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hiyo kitani ambayo ndio vazi la kwa mujibu wa Biblia ni matendo ya haki ya watakatifu. Sasa yule mwanamke katika Isaya 4:1 anayesema kwamba atavaa mavazi yake na atakula chakula chake bali aitwe tu Mkristo. Huyo mwanamke tunaona hao wanawake kwamba tunaona ni kwamba wanataka kuongea maneno yao sio maneno ya Mungu na wanataka kuvaa mavazi yao yani sio matendo ya Mungu. Kwa hiyo kuna matendo ambayo ya watakatifu ni mazuri wanayofanya na kuna maneno ya Mungu ambayo tunapaswa kuyala hayo. Sasa je, swali sisi tunataka tuangalie, je, kuna wanawake ambao hawafuati maneno ya Mungu? Si ndio msomaji? Ndio mwalimu. Tunataka kuangalia kuna wanawake ambao ndio makanisa ya leo hayapati maneno ya Mungu. Unajua kuna watu wanaona kama tuko hapa tunawaingilia watu wengine. Hapana, Biblia imetutuma hivyo. Hebu soma Filipi 2:4. Maana Biblia imeshatangulia kusema yote. Sisi tunachofanya ni kusoma tu. Kama kutakuwa neno letu tumesema, ndio uthibitishe hapa. Na kama kutakuwa tumemsingizia mtu yote, ndio uthibitishe hapa. Hapa ni ukweli na ukweli tu. Kwa nini tunahamia kuangalia mambo ya wengine na kuyafuatilia wanaoamini huko? Kwa nini? Soma hiyo Filipi 2:4. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Rudia. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Rudia. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Endelea. Bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Inapaswa kuangalia na mambo ya wengine. Wengine hao kuna Waislamu, kuna watu ambao hawaamini dini, hawaamini ukweli ambao ukweli ule utangulia wa Mungu. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuangalia. Na kama Muislamu uko hapa, tunaendelea kukukaribisha sana siku ya Jumapili. Asubuhi mapema sana ndio pale Dawaso Tegeta, namba zetu tutazitaja hapa uweze kuhudhuria huo mnakasha. Maana si kazi yetu ni kutoa elimu. Tunakukaribisha sana. Kila kama utakuwa na swali kuhusu imani yetu, karibu pale. Hapa tuko kwanza kusafisha ndani ya kikombe, yani ndani ya imani yetu sisi wa Kristo kwanza. Maana uongo umeenea sana makanisani. Sasa je, tuangalie kuna wanawake ambao wapate maneno ya Mungu. Hem, tuangalie mfano wa maneno ya Mungu kwanza. Sasa Yesu amesema atatupa chakula. Hicho chakula tumeangalia, chakula ni neno la kweli, ni chakula cha kweli. Yesu alikiita katika Yohana 6 aya yake ni kuanzia 30 pale mpaka 35, kwamba chakula hicho ni chakula cha kweli, sio kile alichokula wana wa Israeli, ni chakula cha kweli. 10:17 Yohana anasema chakula cha kweli hicho ndicho chakula cha neno la Mungu, ndio utakatifu ile kweli
neno lako ndio kweli. Kwa hiyo kweli ya Mungu ni neno la Mungu. Kwa hiyo ndio neno natakasa. Hem, tuongezea andiko lingine. Hem, soma kitabu cha Waefeso 5:26. Tuangalie kinachotakasa ni nini? Maana chakula ambacho kitawatakasa, kinachotakasa ni nini? Hebu soma hiyo Waefeso 5:26. Nasema ili makusudi alitakasa na kulisafisha kwa maji katika neno. Kwa hiyo alisafisha na kulitakasa kwa maji katika neno. Kwa hiyo neno la Mungu ndio linalopaswa kulitakasa kanisa. Kwa hiyo neno la Mungu ndilo kweli na ndivyo chakula tunachokula. Sasa tuanze kupima. Je, hicho chakula kinasemaje? Hem, sasa msomaji, ndio maana Yesu ndio tunapaswa kumfuata kwa sababu ndio anacho hicho chakula. Hem, nisomee kwanza tupate kibali huyo Yesu kama ameruhusiwa tumsikilize yeye au tuende kumsikilize manabii au tukamsikilize mchungaji wako. Hem, soma kitabu cha Mathayo 17 yake ni 5. Tunataka tumsikilize nani hasa ambaye anataka kutupa hayo maneno ya hicho chakula. Hem, soma hiyo 17:5 Mathayo. 17:5 Mathayo inasemaje? Nipo hapo mwalimu. Maana chakula anacho Yesu. Sasa je, amepewa kibali na nani huyo Yesu? Hem, soma hiyo 17:5 Mathayo. Inasema, alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli. Na tazama sauti ikatoka katika lile wingu. Rudia. Na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, ikisemaje? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Alafu ninayependezwa naye. Ndio. Msikieni yeye. Rudia. Msikieni yeye. Rudia. Msikieni yeye. Kwa hiyo tunapaswa kumsikiliza Yesu. Sasa wewe Yesu ndio unacho chakula cha uzima. Unasemaje tukusikilize? Hebu nipe 14:15 kitabu cha Yohana. Yesu anasemaje mwenyewe? Je, inasema mkinipenda. Rudia. Mkinipenda. Rudia. Mkinipenda. Ndio. Mtazishika amri zangu. Tutaruka Kimasai. Mtazishika amri zangu. Tutasema mtazishika amri zangu. Kama unapenda Yesu ruka Kimasai. Mtazishika amri zangu. Kama unapenda Yesu rusha mkono juu. Mtazishika amri zangu. Yesu anasema mkinipenda, yani mkimpenda wewe Bwana Yesu, tutazishika amri zake. Kwani amri zake zinasemaje mtumishi? Ndio. Hebu nenda Kutoka 20, hebu soma yake ni kuanzia ya 3. Kutoka 20:3. Tuone hizo amri zinasemaje ambazo Yesu anasema tukimpenda tutazishika amri zake. Nasemaje hiyo ya kwanza? Kutoka 20 na ule mstari wa 3 inasema. Inasema. Ndio. Lakini 20:3 inasema. Sorry. Kutoka huyu kwa mwanzo sema Kutoka. Maana Mungu amemtuma Yesu Kristo na akasema tumsikilize yeye, ndiye anacho chakula cha uzima ambacho kimeshuka kutoka mbinguni. Hicho chakula kinasema ni kweli, na hicho chakula ambacho ni kweli, maana kweli ni neno la Mungu na ndio yeye inayotutakasa. Sasa Yesu anasemaje? Maana Yesu yeye ndiye anayeandaa chakula. Inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Rudia. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ila sisi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ila sisi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Maana yake yuko mmoja tu ambaye hataki iwe na miungu mingine ila yeye. Tulishaangalia Israeli ya zamani ilipomkosea Mungu, iliingiza miungu na kujifanyia miungu kwa kile alichompa Mungu, yeye akaenda kujifanyia miungu. Hata leo kuna makanisa ambayo yameitumia Biblia kujiingizia miungu. Msomaji? Ndio. Upo katika kanikesi hapo? Nishafika bwana. Ukurasa 16 inasemaje kwanza kwanza? Hii ni katekisimu na maswali na majibu. Kama katekisimu na kanisa inasemaje? Inasema ukurasa wa 16 katika imani ya Kikristo fungu kuu kwa yote ni fungu la Utatu Mtakatifu. Sio imani ya Kikristo, ni imani yao. Sisi wote waamini hivyo. Endelea mbele. Tunaamini kwamba wanaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu. Wa kwanza huyo, Mungu Mwana ni Mungu. Wa pili huyo, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Endelea. Inasema walakini kuna Mungu mmoja tu na sio watatu. Hii kamdanganya mtoto wa chekechea ndo ataamini kitu kama hichi. Kwa sababu ushamtaja wa kwanza, unamtaja wa pili, unamtaja wa tatu, watu wanasema hakuna, hapo ni mmoja tu. Nirudia tena. Inasema tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu. Wa pili Mungu Mwana ni Mungu. Wa tatu nani huyo? Na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Walakini kuna Mungu mmoja tu wala sio watatu. Hii ndio imani ambayo Wakristo wetu wengi wanaamini makanisani. Hebu endelea mbele. Ni fumbo ambalo sisi hatuelewi kabisa. Sasa kama muelewi, mmewezaje kujua kama ni fumbo? Maana kama ni fumbo msingeelewa wala msingejua kama ni fumbo. Inawezekana mimi mjue ni fumbo hapo mshindo kulifumbua. Huo ni uongo. Hebu rudia Kutoka 20:3 inasemaje?
usiwe na miungu mingine ila mimi. Rudia. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Sasa nenda yeye mwenyewe katika ukurasa wa 16 hapo unaofuata 17 inasema na kusema nafsi tatu ina maana nini? Inamaanisha nini? Kwamba Baba sio Mwana. Soma hapo. Inasema kusema kuwa nafsi tatu ni tofauti kila mmoja kwa nyingine. Kuna maana gani? Kuna maana gani? Kusema kuwa nafsi tatu ni tofauti kila mmoja kwa nyingine, maana kwamba Mungu Baba si Mwana, yaani Mungu Baba sio Mwana, Mungu Mwana si Roho Mtakatifu, Mungu Mwana sio Roho Mtakatifu, na Mungu Roho Mtakatifu si Baba. Mungu Roho Mtakatifu sio Baba, yaani sio kama ni mmoja ambaye amegawanyika, yaani ni tofauti kabisa, ila wao wanakuta mmoja. Yaani maana hapo katika hiyo kamati yao hao watu watatu hapo, ukimtoa mmoja hakuna Mungu akumaidia. Anakuwa Mungu kilema mpaka wakamilike wale wote watatu ndio unapata Mungu. Huo ni uongo. Mungu hahitaji msaada wa kitu chochote ili aweze kuwa Mungu. Amina. Sasa mtende amri ya pili. Amri ya pili inasemaje? Amri ya pili inasema inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Rudia. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Rudia. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Endelea. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, ndio, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Usifanyaje? Usivisujudie wala kuvitumikia. Rudia. Usivisujudia wala kuvitumikia. Imesema usifanyie kitu chochote kilicho juu mbinguni. Mbinguni kuna nini mtumishi? Mbinguni kuna nyota, kuna mwezi, kuna vimondo, sayari, kuna vitu kadha wa kadha. Kuna vitu kadha wa kadha. Na hata huko anasema mbinguni sio kuna Mungu, si ndio? Kuna watu leo wamechonga makanisani. Mnajua hana haja kuwataja na mnajua. Inasema tena vilivyo duniani. Duniani kuna nini cha kwanza? Duniani. Cha kwanza kuna nini? Kuna watu, kuna wanyama, kuna miti, kuna vitu vya ajabu ajabu. Sasa kuna makanisa nikiingia leo nakuta kuna sanamu la St. Peter's. Sanamu la Bikira Maria. Huo ni uongo hali ya juu. Hakuna kutokuwa sanamu katika makanisa. Sasa Mungu ametukataza kuchonga wala kuvitumikia. Kwa sababu unapochonga lazima vitumikie. Eti wanasema kwamba hiyo sanamu tunafanya kwa ajili ya kukumbuka tu. Huo ni uongo, hakuna kitu cha namna hiyo. Hebu endelea ndio tunasemaje? Ya tatu. Inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Rudia. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Sasa ukienda kanisani leo, kuna makanisa ukiingia unakuta watu wanaimba Yawe 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 kwa mama yawe 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 kwa baba yawe yawe. Mungu hahitaji kitu cha namna hiyo. Hebu some Zaburi na kusema imbeni kwa akili. Zaburi ngapi? 47:7. Hebu soma 47:7 Zaburi. Tutaka tupate msingi. Mungu ametutuma tuimbe au tuimbe kwa akili. Hebu soma 47:7 Zaburi. Maana hiyo sio akili. Hebu soma hapo. 47:7 Zaburi. Maana sema yawe 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 yawe. Tuone Mungu anaweza kucheza kiasi hicho. Hebu soma hiyo. 47:7 Zaburi inasemaje? Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Imbeni kwa akili. Rudia. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Imbeni kwa akili. Sasa hebu jaribu kuimba kwa akili. Wanaposema yawe, tunasema Mungu. Yawe ni Mungu. Sasa amri ya tatu imesema usitaje kule jina la Bwana Mungu wako. Haya, tujaribu sasa kulitaja hilo jina wanapoimba na wanasema yawe inamaanisha ni Mungu. Hebu tuimbe. Mungu 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 kwa Baba Mungu. Mnafanya dhambi moja ya kufuru kubwa sana. Msitarajie kama haya maandiko yatapotea au yatanyauka au kuna sehemu yataenda huko. Haya ndio yatakao hukumu watu siku za mwisho. Msomaji, hebu tusomee Isaya 48 tuone neno la Mungu linaweza likapotea, maana kuna watu wanasema neno la kale limepita na wakati. Tunakuja hapo. Hebu soma Isaya 40 yake ni 8 tupate msingi kwamba neno la Mungu linaweza likabahatika hata likapotea kwa bahati mbaya. Soma hiyo. Majani yakauka. Majani yanakauka. Ua linanyauka. Ua linanyauka. Bali neno la Mungu wetu. Rudia. Bali neno la Mungu wetu. Rudia. Bali neno la Mungu wetu. Inasemaje? Litasimama milele. Hiyo hajaipata vizuri. Hebu soma Mathayo 7:17. Mathayo 5:17. Mathayo 5:17. Mathayo 5:17 inasema. Inasemaje? 5:17 Mathayo inasema hivi. Yesu anasema huyo inasema msidhani ya kuwa alikuja kuitangua Torati au manabii. Msomaji, tulikuwa tunasoma Torati hapo maana Kutoka ni kitabu cha Torati kinaitwa kwa jina moja. Endelea mbele.
Inasema sidhani ya kuwa nalikuja kutangua torati au manabii, bali la sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amin nawaambia, ndio mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka. Yodi moja wala nukta moja torati haitaondoka hata yote yatimie. Sasa huyu ndio amekuja kutupa chakula cha uzima, lakini watu hawataki huyu, wanasikiliza maneno yao, wanataka vitu kwa jina la huyu ambaye amesema hayataondoka. Ni rahisi mbingu na nchi zipotee kuliko maneno ya Mungu yapotee. Mstari wa 19 inasemaje? Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo, basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo. Hebu subiri tuelekeze hizo amri ndogo ni zipi, maana wana Israeli walikuwa na sheria 620, amri 620, 310 na kitu za kusema acha usifanye, 300 na kitu za kusema fanya. Sasa katika hizo amri zilikuwa 610 zilikuwa zinahusu sheria na torati. Hiyo sheria na torati imeondoka, lakini kuna amri zilikuwa 10 tu. Hizo amri zilikuwa zinaitwa ndogo kwa sababu ziko 10 kwa udogo wake, zile nyingine zilikuwa zinaitwa nyingi, hizi ni ndogo. Hizo amri ndio tunasoma hapa, zinasema kwanza usiwe na Mungu mwingine, usijifanyie sanamu ya kuchonga, usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Sasa endelea. Inasema basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo, hizo amri 10 na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa Mungu. Haya ni maneno. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Amina. Neno la Mungu liko hivyo, limekauka hivyo. Kwa hiyo hilo ndilo neno la Mungu ambalo ndilo chakula tunachopata kula wa Kristo nyakati za leo. Mtu yeyote akifundisha kinyume na neno hilo, huyo ni ibilisi na shetani, mkaelie mbali, mkimbie, kwa sababu siku za mwisho utamlaumu yeye, utakuwa wewe na roho yako, Sasa msomaji, soma amri ya 4 hapo. Amri ya 4 inasemaje? Kuanzia mstari wa 8 hapo, 28 inasema ukumbuke siku ya Sabato utakase. Rudia. Ukumbuke siku ya Sabato utakase. Rudia. Ukumbuke siku ya Sabato utakase. Endelea. Inasema siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Ndio. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako. Sasa subiri, hapa tumeambiwa tuikumbuke siku ya Sabato. Sabato haikuanzia Sinai. Sabato ilianzia na Mungu mwenyewe. Mungu alipoumba ndipo akaitengeneza Sabato, akaitakasa. Msomaji, kwani alitakasa siku ngapi? Siku ya saba. Alitakasa siku ya kwanza? Ya saba. Alitakasa siku ya pili? Ya saba. Ya tatu? Ya saba. Ya 4? Ya saba. Sasa ukitaka Sabato iishe, basi akatoa utakaso wa Sabato. Hiyo siku ya saba kuitakasa. Mwanzo 2:1 inasema. Inasemaje? Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia. Rudia. Mungu akaibarikia siku ya saba. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa. Amina. Hilo ndilo neno la Mungu tumekuja kuhubiria hapa leo, kwa sababu watu wana uongo mwingi. Kama utakuwa na swali, ndio uulize. Sisi tuko huru kabisa, utajibiwa kesho pasipo mkopo, maana neno la Mungu halikauki, ni lenyewe jinsi lilivyo. Sasa sisi tunaweza kuitwa Waadventista wa Sabato, wana matengenezo. Unaweza ukashangaa kwa nini tunajiita jina hilo. Hilo jina lipo hapo kwenye Biblia. Unajua kanisa lililokuwa hapo zama lililoanzishwa mwaka 333, mwaka 330, lilivunja amri ya Mungu iliyo moja. Hiyo amri ya Mungu iliyovunjwa, wakatokea watu wa Mungu waaminifu, wakairudisha, wakaitishwa kwa jina hilo. Hiyo amri iliyovunja ilikuwa ni amri ya Sabato. Sasa hiyo amri iliyovunja ilikuwa ni amri ya Sabato. Walipovunja watu wa Mungu wakaja wakaisimamisha, basi kwa kuwa wao wakawa wanafuata Sabato, wakaitwa wa Sabato. Ina maana kama wao watu pia wangevunja amri ya kuzini, sisi tungeitwa wasiozini, tungeitwa kwa jina hilo wasiozini, lakini tumeitwa Sabato kwa sababu watu walikataa amri ya Sabato. Na hata wangekataa amri ya kuzini, yani wangekuwa na zini tu ruksa kwenye imani zao, sisi tungeitwa watu wasiozini. Kwa hiyo usisituke ukisikia jina la Sabato. Sisi tumeamua kufuata amri ya Mungu, na amri ya Mungu ndio msingi wetu. Unaweza ukauliza sasa, hiyo ni Agano la Kale. Sabato iko wapi katika Agano Jipya? Hata Waislamu wameambiwa wafuate Sabato. Hebu msomaji, hebu nisomee Wagalatia 4, hebu Wagalatia 4:4. Wagalatia, hebu Waebrania nasemaje?
Imesalia raha. Waebrania 4:9. Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Rudia. Imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Rudia. Imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Kama wewe ni mtu wa Mungu, sabato inakuhusu. Sabato inakuhusu. Sio sabato ile ambayo ilikuwa ya karaha. Sabato ya sasa hivi ni sabato ya raha, yaani pumziko la Mungu. Kama unaweza kupumzika ukiwa nyumbani kwako, unaweza kupumzika, basi ndivyo unavyopaswa kupumzika siku ya sabato. Sasa msomaji, tunaendelea kukichunguza hicho chakula watu walichojitungia. Hem, nisaidie Wakorinto. Hem, kwanza nisaidie Petro au Timotheo wa pili 1 aya yake ya 8. Timotheo wa pili 1 aya yake ya 8. Maana kuna wanawake, naendelea kukumbusha wanawake waliosema sisi tutaitwa Wakristo lakini tutakula chakula chetu ambayo ni neno la Mungu na tutafanya maneno yetu mengine ambayo sio maneno ya Mungu wala ni mavazi ya Mungu. Hebu soma hiyo. Timotheo wa pili Timotheo wa kwanza 2 aya yake ni ya 8, anzia hapo. Timotheo wa kwanza 2:8. Unasema ndipo hapo nasema nataka wanaume wasalishe kila mahali. Wanaume wasalishe kila mahali. Huku wakiinua mikono yao iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Kuna wanawake wasalisha siku hizi wengi sana. Hilo neno nimewakataa. Wanaume ndio wanaopaswa kusalisha kila mahali. Kama kanisa lako ndio lifanyia ibada, unaongozwa na mwanamke, hata awe shemasi, maidia umeisha, kimbia hapo kama ndege mpya. Huyo ni shetani amejikaribisha hapo, maana kila kwenye mwanamke atakapokuwa na kuongoza chochote, lazima uingie uasi. Mwanamke hapaswi kuongozwa, maana amesema Mungu kwamba yeye anapaswa kutawaliwa. Ukiona sehemu yote mwanamke anaongoza, umeisha. Endelea kusoma pembele. Ndivyo hivyo. Wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Rudia. Wanawake wajipambe mavazi ya kujistiri. Rudia. Wanawake wajipambe mavazi ya kujistiri. Endelea. Pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Ndio. Si kwa kusuka nywele. Rudia. Si kwa kusuka nywele. Rudia. Si kwa kusuka nywele. Rudia. Si kwa kusuka nywele. Ukiona ibada yote unayohudhuria mwanamke anasuka nywele, maidia, hiyo ni soko kama soko nyingine. Anaingia na ngaso zake kama watu wamefika, wameenea, yeye ndio furaha yake. Hana haja ya nafsi yako wala roho yako. Mungu kakataza jambo la kusuka nywele. Endelea mbele. Inasema si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema kama ipasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Kwa hiyo hivyo ndivyo mwanamke anapaswa kujistiri na kuvaa kwa adabu nzuri. Soma sasa Petro wa kwanza 3 aya yake ya 3. Unasema Petro wa kwanza 3:3. Inasemaje? Inasema kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele. Rudia. Yaani kusuka nywele. Rudia. Yaani kusuka nywele. Endelea. Na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Endelea. Yaani kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika. Kwa hiyo ndio kitani safi ya utakatifu. Endelea. Yaani roho ya upole, ya utulivu na thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Amina. Kama ukitaka kuwa mwanamke mtakatifu, usishuke nywele, usijipambe kwa dhahabu wala lulu, ila kwa utakatifu wa moyoni, kwa roho nzuri, adabu nzuri. Ndivyo walivyojipamba wanawake wa zamani watakatifu. Unadhani kuna malaya wa zamani akija leo akute watu wanaoenda makanisani atasema mimi sina dhambi? Mimi sina dhambi. Yaani mimi sina dhambi. Kwa sababu gani? Maana kwenye Mwanzo nimesahau hiyo andiko nikaitoa. Maana kuna kahaba mmoja alikutwa zamani na mtoto wa Yakobo wa kwanza. Huyo mkahaba aliyomkuta alikuwa amejifunika mwili mzima, na huyo ndio alikuwa kahaba wa zamani. Sasa leo ukienda makanisani kuna zaidi ya huyo, yaani akija kabisa dhambi, mimi ni mtakatifu kabisa. Ndivyo ilivyo hivyo. Sasa hilo ndilo neno la Mungu. Sasa neno langu litaishia hapo, ndio ambayo nimeliwasilisha leo. Nawakaribisha watumishi wengine waweze kuendelea, na Mungu awabariki sana. Achukua hizo. Angalia.